tunakuomba utujalie amani na utulivu wakati wote wa kipindi cha uchaguzi na kupata matokeo ya wote watakaochaguliwa kutuongoza katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Leo tumekutana kumuomba Mungu atusaidie katika uchaguzi. Ndio lengo tu. Bwana asifiwe. Amen. Tumekusanyika ili kumuomba Mungu atusaidie katika uchaguzi ujao. Yeye awe ndiye msimamizi mkuu asiyeonekana. Yaani manake kutakuwa na msimamizi mkuu atakayeonekana, lakini tunataka msimamizi mkuu ambaye haonekani awe ni Mungu mwenyewe. Shukuru sana kwa ushirikiano pia ambao mnaendelea kutupa sisi kama serikali, kama kanisa kwa ujumla, sio tu kwenye maombi. Leo tunaongelea maombi. Tunajua mmekuwa mkituombea sana tukiona amani na utulivu uliopo. Leo mmeamua tu kujipambanua kwamba kitu maalum, lakini najua moja mnaomba kama kanisa, mnaomba kama parishi, mnaomba. Kwa hiyo nitoe shukrani nyingi sana. Amani na utulivu unayoendelea ni mchango mkubwa sana wa maombi ambayo mnayafanya. Ndugu zangu, tunafahamu maana ya maombi na nyie ndio maana mkaamua leo tufanye maombi haya. Lakini tunajua kabisa Mungu anajibu anapoombwa. Kuna wakati Mungu anafanya mambo yake anapopenda kufanya. Lakini kuna wakati fulani anangoja umuombe ndio akupe jibu. Lakini niseme nchi yetu tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Imeendelea kuwa nchi ya amani. Lakini amani hii ni kwa sababu ya misingi ambayo ilijengwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, lakini pia ilisimamiwa kwa utashi mkubwa na viongozi wetu tangu walioanzisha uhuru wa nchi yetu. Tukiongea amani ya nchi yetu huwa hatuachi kumtaja hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yeye aliiweka misingi ya nchi hii imara kabisa kwa ajili ya amani ya nchi yetu. Najua kwenye Biblia tunaambiwa kujenga nyumba kwenye misingi imara, nyumba hiyo itadumu milele, si ndio? Sasa nilikuwa na mimi natafakari, saa nyingine Biblia nayo huwa ina kidogo inataka tafakuri. Kana nasoma Zaburi 113. Inasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Sasa nilipokuwa natafakari hivi, kama ishajengwa kwenye misingi imara, kama ina maana haitaharibika, maana yake sisi tuna haja ya kulala tu, maana amani haitaharibika, maana ishawekwa kwenye misingi imara. Lakini nasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Maana yake hii misingi inaweza ikaharibiwa, na ikiharibiwa maana yake tena inapoteza ile sifa yake ya awali. Kwa hata amani yetu ambayo ilijengwa katika misingi imara, tusipoendelea kuilinda, tusipoendelea kuiheshimu, tusipoendelea kuithamini, inaweza kuja kuharibika. Na ikiharibika tena nitakuwa nchi isiyo na amani. Ndio maana nikaona mstari huu unanifurahisha na mimi kidogo kuzungumzia kuwa ndio maana mnatuona sisi viongozi wa serikali tunaongea amani. Sasa wako watu wabaya wanasema wanawachanganya tu. Kwani kuna shida gani? Mbona wengine wanafanya hivi? Mbona wengine wanafanya hivi? Wakifikiri kwa tunaongea amani kwa sababu tu fulani ambazo hazimaanishi amani. Naomba niwaambie serikali yetu katika tunu ambayo viongozi wetu wote tangu uhuru wanailinda kwa gharama kubwa, kwa gharama yoyote, ni misingi ya amani, mshikamano na ushirikiano wa nchi yetu ya Tanzania.